Yesu asifiwe sana, watumishi wa Bwana. Kipekee siku ya leo ninayo furaha kwa ajili ya siku ya semina yetu nzuri kabisa, semina ya viongozi wanawake Morogoro. Kwa kweli ninamshukuru Mungu, siku ya leo imekuwa baraka, imekuwa ya furaha sana kwa ajili ya semina yetu hii. Na tumemwona Mungu kwa viwango vya ajabu sana. Toka asubuhi tumeingia hapa, tumekutana baraka za Mungu mbalimbali. Tumemwona Mungu kwa viwango vya juu. Itoshe kusema tu siku ya leo kwetu imekuwa ni ya furaha, imekuwa siku ya baraka sana. Lakini tumekuwa na watu mbalimbali na wageni mbalimbali, lakini bado naenda kuwakaribisha wageni mbalimbali ambao wametufikia katika semina hii. Mtumishi, nimepita kwenye changamoto. Nilikuwa na mwanaume wa Kiislamu, yule mwanaume akafa. Alipokufa yule mwanaume, katika pitapita zangu makanisani nikakutana na mlokole. Nilipokutana na mlokole nikafunga ndoa. Yule mwanaume wa Kiislamu alikuwa tujafunga ndoa, tumezaa watoto hawa wawili. Mwanaume yule akaugua akafa. Nimemwambia sana habari za Yesu, akupata neema, akawa ameondoka. Alipopata yule akilokole sasa, akawa mwiba mle ndani. Yaani shida. Ikawa ni shida. Akawa anamkumbuka Muislamu wake. Akawa anakumbuka matango ya Misri. Akawa anakumbuka matikiti ya Misri. Yaani bora kule nilipokuwepo. Ngoja nikwambie mwanamke mjezi ana uwezo wa kuimba ndoa yake. Unajua mwanamke ni muumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mwanamke ni mtu hatari. Mungu amewekeza kwa mwanamke. Kama hujui, Mungu amewekeza kwako. Usijidharau. Wewe ni wa thamani, ni mtu wa ajabu sana wewe. Ukijitambua mwanamke, nataka nikwambie hivi, ukijitambua nafasi yako kama mwanamke, utasema mume wangu ni mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Yule mama akaniambia, huyu baba huku ndani imekuwa ni kichomi, bora Muislamu wangu. Nikamwambia, unachokitamka haukielewi na haukitambui. Kasema, dada Hilda, unasema tu kwa sababu wewe unaishi tu na mume wako kwa raha. Nikamwambia, mwanamume anaona naishi naye kwa raha, nikikupa wewe huwezi kuishi naye. Nataka nikwambie usimtamani mume wa mtu. Yaani afadhali mama nani, nikimwangalia mume wa dada Kina, yaani natamani alikuwa ndo mume wangu. Wewe utamweza? Mimi nikikupa Ramadhani wangu, tena anaitwa Ramadhani kwa taarifa yako, huwezi. Tena ni endi sana, ukimwona utamtamani tu kwa endi sana, hata ni mrefu. Mimi simuona mfupi. Kasema Mungu nataka mwanaume mrefu. Mungu akanipa mwanaume mrefu. Lakini Bwana shughuli yake, tamani uone. Usimtamani mume wa mwenzako. Akaniambia, dada Hilda, kwa sababu unaishi na mume wako kwa raha. Nikamwambia, nafikiri rahisi. Dada, nimekaa chini Yesu akanikalisha baada ya kukaa ndani yangu, akanitengeneza ufahamu, akanitengeneza akili. Nilipookoka tutaa. Haleluya! Nikaona nguvu za Mungu ndani yangu. Alafu nikaanza kujitambua, kumbe mimi ni mwanamke wa thamani. Kabla sijaokoka, nikawa nasema, wewe bwana wewe, tusibabaishane bwana, wewe mwanaume vipi? Yesu atakuumbia kinywa kipya. Yesu atakutengenezea ufahamu mpya. Yesu atakutengenezea akili mpya ya kuweza kuishi na huyo mwanaume unayemwona. Yaani hili tatizo ni kwamba ni mlevi sana. Huyo mlevi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakupa hekima ya kuishi naye. Lakini mpaka wewe mwanamke ambaye ni mjenzi umejua kuitengeneza nyumba yako. Unajua ujenzi ni kazi Hata wa mafundi wanaojenga. Kwa najaribu siku moja kuangalia mafundi. Anatoka nyumbani kwake, akifika hapo kwenye uwanja wako atafuta tu sehemu, anabadilisha nguo. Anavaa nguo za kazi. Sema utakuwa kavaa tu kikaptura, yani kimejaa kina simenti kweli kweli. Lakini ni nguo za nini? Za kazi. Anaingia kazini kupambana na nini? Na ujenzi. Ujenzi ni kitu kigumu. Wakati mwingine tunataka vitu ambavyo vipo kwenye ulimwengu wa roho ni dhahiri kwenye ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Huu ujenzi unaoona kaona nyumba inajengwa kwenye ulimwengu wa roho. Hivyo unaweza ukajenga nyumba yako wewe mwanamke. Haleluya. Nawakaribisha wageni wote ambao wametufikia kwenye semina yetu hii kutoka sehemu mbalimbali, Dar es Salaam, wengine wametoka Chuo Kikuu Mzumbe, na tumekuwa na mgeni rasmi kutoka pale Mzumbe, mtumishi wa Mungu Madam Faraja. Kwa kweli amefanyika baraka katika semina yetu wanawake. Lakini tumekuwa na watumishi wa Mungu kutoka pale Equity Bank,
Kwa kweli tumemwona Mungu kwa namna ya kipekee. Wanawake tumefundishwa kwa habari ya ujasiriamali. Unajua, mwanamke akifundishwa na akiwezeshwa anaweza. Tumemwona Mungu kwenye viwango vingi kwa wakati wa ajabu sana na kwa namna ya ajabu. Mungu akubariki sana. Karibuni nyote. Bye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Faraja Cosmas Wahula kutoka Chuo Kikuu Mzumbe. Kwa neema ya Mungu nimekuwa mgeni rasmi kwenye kongamano hili la wanawake ambalo linafanyika leo na kesho, na kongamano hili linafanyika hapa Mazimbu. Wanawake wengi wametoka maeneo tofauti tofauti, tuko hapa kwa ajili ya kupata elimu kwenye mambo tofauti tofauti. Kwanza kabisa tunapata elimu kuhusiana na mambo ya fedha. Kuna watu benki kutoka Equity wako hapa na wametufundisha mambo mazuri sana juu ya kuweka akiba, mambo ya vipato, uwekezaji na namna ya kutumia. Na pia tunajifunza kuhusiana na mambo ya afya. Tunajua kwamba afya ni mtaji na ni muhimu sana. Kwa hiyo tuna wataalamu wa afya, tunajifunza maana tunajua mwanamke ana fursa mbalimbali, mambo ya afya, mambo ya familia, mambo ya kanisa, yote yanamhusu yeye mwenyewe mwanamke. Kama kanisa linamtegemea, kama taifa linamtegemea, sio hivyo tu, pamoja na familia zetu na ndugu wa karibu wote wanamtegemea mwanamke. Kwa hiyo tuko hapa wanawake mbalimbali kwa ajili ya maombi, maana tunajua mambo mazuri ya mwilini yanaanzia rohoni. Kwa hiyo lazima rohoni uwe vizuri, na hii itasababisha pia na mambo ya mwilini yawe vizuri kabisa. Tunatarajia mwanamke awe vizuri rohoni, maana ajue kuomba, maana Biblia inatuambia kwamba mwanamke atamlinda mumewe kwa maombi. Kwa hiyo hata kama umeolewa, haujaolewa na unatarajia kuolewa, lazima rohoni uwe vizuri, na ndipo baraka nyingi utazipata kwa namna ya mwili. Kwa hiyo pia tunataka mwanamke awe vizuri kifedha, pamoja na kwamba tunajua kwamba fedha na vitu vyote vitapita, lakini tunatamani fedha na mali zote zipite mikononi mwetu, twende mbinguni tukiwa vizuri kabisa. Na maana kuna mambo ya fedha, pia tunajifunza na mambo ya afya na mambo mengine kede. Kwa hiyo nikualike, karibu sana. Asante. Yes, naitwa Pastor Daniel John Simfukwe. Mimi ni askofu wa makanisa ya ECWC Tanzania. Kwa leo tuko hapa Morogoro. Semina yetu ya kwanza inahusiana na wanawake ambao tumeitangaza sana kwamba tunataka tuzungumze na wanawake viongozi na wanawake wenye ndoto Tanzania. Kwa hiyo Mungu ametubariki kuwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Hilda Swai pamoja na walimu kutoka maeneo mbalimbali. Tumekuwa na walimu kutoka nchi ya South Africa, tumekuwa na walimu kutoka Zambia ambao tayari wako kwa ajili ya kufundisha wanawake wa Tanzania. Lengo letu, tunataka tumsaidie mwanamke huyu ambaye ana maono lakini ana ndoto ya kufika mbali, ila amekosa maarifa, amekosa knowledge, kwa sababu tumejua kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo duniani anamtumia mwanamke, na shetani akitaka kufanya jambo duniani anamtumia mwanamke. Kwa hiyo tukagundua kwamba sisi kama taasisi tupate muda wa kuandaa semina kwa wanawake viongozi katika nchi ya Tanzania, na lengo letu katuwafikia wanawake 1000, na leo Bwana ametubariki kuwa na mwanzo mzuri wa wanawake ambao wamekuwepo hapa katika mwanzo wa kongamano la siku 2 ambao tarehe 20 leo na kesho tunahitimisha. Lakini pia katika kongamano tumeazimia kwamba tutawainua wanawake kiuchumi, kifedha na kimaarifa. Tumekuwa na wenzetu kutoka benki ya Equity Bank ambao wametoa elimu ya mambo ya ujasiriamali na fedha kwa ujumla, lakini wameahidi kwamba watawasaidia kuwapa elimu ya kufungua account na kuwapa mikopo midogo midogo. Wewe mwanamke unanisikiliza, ni wakati wako wa kusimama na sisi, kwa sababu tumekusudia mpango kufikisha Tanzania na East Africa kwa ujumla. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue, na tuko pamoja katika jambo hili la kwamba nafasi ya mwanamke katika kanisa na katika jamii. Mungu akubariki.